Tarehe 10 Aprili mwaka 2020, dunia ya fasihi ilisimama kimya. Kalamu ilisimama, sauti ikanyamaza, lakini maneno yake hayakufutika. Huyu ni Ken Walibora, mwandishi aliyebadili taswira ya Kiswahili na aliyependa kujitambulisha kwa unyenyekevu kama mtoto wa mwalimu. Ken Walibora alizaliwa tarehe 10 Januari mwaka 1964 katika kaunti ya Bungoma, magharibi mwa Kenya. Alikulia katika mazingira ya kawaida, lakini ndani yake kulikuwa na ndoto kubwa, ndoto ya elimu na ndoto ya lugha. Tangu akiwa mdogo, alionyesha mapenzi ya kipekee kwa kujifunza na hasa kwa lugha ashirafu ya Kiswahili. Ni hapa ndipo mbegu ya mwandishi ilipoanza kuota. Baada ya elimu yake ya awali nchini Kenya, Walibora alijiunga na University of Nairobi akisomea fasihi ya Kiswahili. Hapa aliendeleza si tu elimu yake bali pia mapenzi yake kwa lugha ashirafu ya Kiswahili ambayo baadaye angeinua kwa kiwango kikubwa. Safari yake ya elimu ilimfikisha mbali zaidi hadi nchini Japan katika Osaka University ambako alipata shahada ya uzamili. Unaona shule imeandikwa ilani inayosema this is an English speaking zone. Kauli kama hizo zinatisha. Hapo ndipo jina lake mtoto wa mwalimu lilipata maana kamili. Lakini mbali na darasa, Ken Walibora alizungumza zaidi kupitia kalamu yake. Mwaka 1996 alichapisha riwaya yake maarufu zaidi, Siku Njema. Riwaya hii ilipokewa kwa mapokezi makubwa na baadaye kuwa sehemu ya mitaala ya kitaifa ya elimu. Kupitia hadithi yake, aliwavutia maelfu ya wanafunzi na kuwafanya waipende fasihi ya Kiswahili. Mnamo mwaka 2003, alirudi na kazi nyingine, Kufa Kuzikana. Kupitia riwaya hii, aliangazia masuala ya uongozi, tamaa na maadili ya jamii kwa undani mkubwa. Na mwaka 2006, alichapisha Ndoto ya Almasi, hadithi ya matumaini, ndoto na changamoto za vijana. Kazi zake zilivuka mipaka ya darasa na kuwa sehemu ya maisha ya kila siku ya wasomaji.